Uyasikia? Unazunguka tu huko ndani. Hebu bana fanyaga tuondoke. Nataka tushuhudiane tutemeshaisha. Kwanza hapo vipi? Mara hapo umekiatali. Sawa, tuliza. Safari ya wapi? Mimi naenda kwenye shughuli mume wangu. Sasa mke wangu unaenda kwenye shughuli. Hizo taarifa ulimpa nani? Yaani kwenda kwenye shughuli tu mpaka nikupe taarifa? Afu mwanamke, hebu nisikilize. Mimi ni mumeo tena halali wa ndoa. Sasa kama utakuwa tu unapata safari unajitokea wewe kama wewe tu, utakuwa unaniferisha. Kwa hiyo chakula ananiandalia nani sasa? Asa kiugali tu mtoto wa kiume kinakushinda kupika. Tena unganyewa asembe. Hata usipochemka ukisonga tuko umeiva. Alafu unajua kwa umenikomoa kwa sababu hujanipa hela kijola. Hujanikomoa kwa mimi ndio kwa shule. Nikirudi tutaongea shoga yangu. Sasa hivi mambo yashaanza kutamshi. Baadaye tutaonana. Bye. Ama kweli nimeyakanyaga mwaka huu. Yaani nilijua nimeenda kuoa mke, kumbe nimeenda kuoa kijana mke. Hivyo mwanamke, ni shughuli gani ambazo za kunirudia mimi saa 8 usiku nyumbani kwangu? Kwa ndo umeamka kwa ajili ya kuniuliza swali hilo? Nakuuliza kwa mara ya pili tena. Ni shughuli gani mnazofanya huko mpaka nafikia hatua unarudi ndani kwangu saa 8 za usiku? Naomba jibu, sitaki na wewe uniulize swali. Sasa mimi ndo nina makosa ama shughuli ndo imechelewa kuisha? Maje, mimi naongea wewe unaongea wewe kama unanipiga, si ndio? Unanipiga? Unanifanya mimi ng'ombe, si ndio? Na nitakukomesha. Umenilosha? Unaniongeza maji namna hii? Mimi ni mume wako, kwa nini unifanyia vitu kama hivi? Mume bongo. Una adabu. Kwambia hivi tuachane. Mimi nimeshakuchoka. Nimekuchoka ndio. Leo nakwenda kukupa talaka. Kanipa hiyo talaka, mimi mwenyewe nimekuchoka na ninaitaka sana hiyo talaka na mkoa naisi. Ni mwanamke gani aishi maneno kila siku maneno? Hiyo talaka ndio naitaka vizuri sana. Nimekuchoka. Unanipanda kichwani? Unanipanda kichwani na kuuliza. Kwani nani anayekuogopa? Nimekuchoka. Umenichoka eh? Yaani wewe unatamka rasmi kwamba mimi umenichoka, si ndio? Yaani sijui hata nilipotea wapi mpaka nikachukua hiki kituko nikakileta humu ndani. Aisee wewe. Sasa nakwambiaje? Wewe usiamua kuchokonoa haya mambo. Haiwezekani mimi niwe niko kazini, nafanya mambo yangu, nafikia kipindi mpaka kurudi nyumbani mimi na kwa kwangu ni sumu. Nyumba yangu mwenyewe afu nafikiria, Kwa nini unanifanyia mambo kama hayo mwanamke? Kwa kijumba gani? Kwenye nyumba akiomba atoke na utatoka. Ukumbuki umetoka wapi, umekuja hapo ulikuwa mwembamba kama bamia loko sarutuba. Sikiliza nikwambie, mimi wewe unitishi, sawa? Wakati unanipata mimi na kengine ukukuona, Kwanza kwa kipi ambacho unanilisha wewe mundani? Kipi? Unavyojisusomola manyama na hangaika kazini na hangaika napigwa najua kwa sababu wewe mke wangu ule unawiri ili hata siku nikisimama mbele za watu na wewe watu wakusifia. Kila siku mimi nakula dagaa huko ndani. Nikibewa nafanana na feli. Eti unaenda kazini. Kwa kazi gani ambayo unaifanya wewe? Umeona unavyoanza matusi Wewe ulikuja hivi wewe. Leo unaongea maneno kauli chafu. Hauli. Wewe wakuniambia mimi unakula dagaa mpaka ukibeua kama feri. Ndio. Haswa? Sasa basi, kwa vile umeonyesha madharau na kwenda kukupa talaka yako mbele ya mwenyekiti, mguu mosi mguu mbili, twende ongoza mbele. Ndio vizuri, twende kanipelea talaka, mimi naogopa. Tena unachelewa baba, sasa hivi nipe hiyo talaka. Nikupe? Nipe talaka, twende. Tumeshachoka kama mwanamke. Mimi mwanamke mzuri, navaa kidala mpaka nafanana nacho. Bibi mmoja wanaume kukibao, wana fikiri spend, mimi sio mzuri. Ninauza huko huko. Kanipe talaka. Wewe. Kiwewe.
Tena usinifikie Angalie. Kila siku. Na mwenye sasa mambo tumaliza. Si tumefika? Kwa hiyo subiri basi. Mjumbe. Mjumbe. gonga mlango kwa nguvu na mwanangu pole pole. Mbona maneno, si tumefika hapa? Nini sasa unataka kuongea? Mjumbe. Karibu. Asante. Karibuni maana nilikuwa nataka nitoke. Asante bwana mjumbe. Kwanza heshima yako. Kwema. Sasa mjumbe. Hakuna cha ukwema wote. Oya, si utulie basi mke wangu, si tushafika hapa kwa mjumbe. Unafika hapa na unaanza kuongea. Hebu tukaribie basi ndani kama kuna tatizo. Tumekuja. Sasa si umwambie tu mjumbe kinachokukunacho kumjinga tangata hapo ni nini? Jamani tusikilizane. Kama kuna tatizo tukaribie ndani tuzungumze. Mjumbe, si tumekuja hapa, kuna mambo tutatukwambie. Huyu mke wangu ni mkorofi sana. Mimi sio mkorofi mjumbe. Wewe ugomvi watu wewe unaujua. Na kingine sisi hapa hatujakuja kukaa. Fanyeni mambo ya talaka mimi niondoke zangu hapa. Mbona tunakuwa tunawapa watu faida? Kama kuna tatizo tuje ndani tuzungumze. Mizozo ya nini sasa? Yaani mjumbe, mke wangu ana matatizo. Kwa hiyo nyinyi mnateteana, si ndio? Nyinyi wanaume mna tabia kubebana. Ili sisi wanawake mnatona sisi ndo tuna makosa. Sikilizeni. Naona hapa hii kesi mimi imenishinda. Aswa, twende ukalipa huko. Kama sijui talaka, sijui kitu gani, hebu kafanyeni nyumbani kunaona sisi. Ngoja niwie lazima. Twende bwana ukalipa talaka. Siwezi kuamua kesi kama hii mimi ambayo siielewi. Kila nikitaka amani. Nendeni mkamwenyewe. Unaona? Nendeni bwana. Unaona nini? Nendeni. Sasa sikiza nikwambia usipotaka muda. Twende ukalipa talaka huko nyumbani. Twende. Fanya haraka twende ukalipa talaka yangu. Wewe mwanamke gani usioelewa? Tumekuja hapa kwa niaba tusuluhisho na letu na mjumbe. Umefanya mpaka mjumbe Fanya haraka twende ukalipa talaka yangu. Sasa kwani mimi nilikuwa nakwambiaje? Si nimekwambia hapa tu, lakini makelele bibi, kumbuka tukomjua watu. Wewe mwanamke una gani? Twende tukamalizana hiyo talaka yangu. Eti unafika hapa eti mjumbe, shikamoo marhaba, umekula ujala. Yote na usuli nini? Kanipa talaka yangu mimi. Yaani wewe ni mwanamke gani? Umefanya paka mwenyekiti ameshindwa kutuelewa, ni makelele. Una nizamu mbovu. Alafu kila siku nakwambia unapanda wewe mwanamke wewe. Umeona ilivyokuwa na nizamu mbovu? Yaani paka mwenyekiti ameshindwa kusuluhisha swala letu kwa sababu ya kauli zako chafu. Unapiga kelele, mwenyekiti akisema hivi utaki, una paniki. Wewe mwanamke wewe. Sio kwa nini mimi nilipata batie Mungu wewe. Ulilipa nia ya kwenda kuoa mwanamke kituko kama hichi. Nimekileta ndani kinanidhalilisha. Anasema kaja hapa hali ukatikaja kama bamia lililokosa rutuba. Yaani wewe. Sasa nikufanyaje mwanamke? Piga uone, piga. Wewe unajifanya mwanaume? Wanaume wanapigana na ume wenzao, wewe unapigana mwanamke? Uoni haya? Ningekubutua ili ambaye. Nipige uone, ningekupeleka maandishi 6. Hivi unanionaje kwanza? Unanichukuliaje? Unamtolea nani macho? Hivi kwa nini uoga mnatafutaga kesi? Kwa nini uoga mnatafuta kesi? Mimi maandishi 6, mimi nimetoka 3 USA. Sikiliza. Hilo swala la talaka limeshindikana kula, lakini kwangu akija kushindikana kitu. Mimi ndo mtu nilotoka Guantanamo, nikakuoa mwanamke, nikakuhifadhi ukanawili mpaka leo unafurahi namna hiyo, unaniona mimi nyumba sio kitu, sio maana yake. Sasa mimi nitakuandikia talaka. Andika hiyo talaka kwanza, unanichelewesha. Kuandikia talaka, jinsi nimezoea kudanga. Andika bwana wewe. Andikia talaka wewe ukadange mbele huko. Nenda kadange, na kwa taarifa yako, ukiniona kule pita pembeni, ikiwezekana hata pembeni usipite, panda juu ya mnazi tusionane kabisa na mtu kama wewe kichefu. Niandikie talaka bwana wewe. Unanichelewesha mimi. Nisikilize.
talaka nitakupa kwa sababu ni wajibu wangu. Na nakupa talaka, sitaki nikuone unarudi tena hapa. Kwanza naona umesahau. Kuanzia kijiko, kuanzia mkeka tumenunua wote. Kwa hiyo nitarudi kuchukua vitu. Na kuandikia talaka Unanitisha mimi? Andika hiyo talaka. Tena unanichelewesha. Basi yeye mlango kujiandika unaingia ndani. Nipe talaka. Tulia. Wewe unataka talaka? Tulia, usinipande kichwani. Kwa upe wako huo unamtikisana? Leta talaka. Na kwa taarifa yako nakwambia, hiyo ni talaka. Hapa usirudi, hamna ulichokiacha. Nadhani umejisahau wewe. Kuanzia mkeka, sio kijiko, tumeanza kununua wote na vitu vyote vya ndani. Kwa hiyo tutagawana, nitarudi. Chukua kila kilichokuwa ndani chako, ni begi basi, nenda na sio vitu vingine na usirudi hapa. Sitaki nikuone unarudi. Na nitarudi. Chukua, na kwa taarifa yako, tukikutana njiani, pita kule mimi nipite huku. Ikiwezekana hata panda hata juu ya mnazi ili nisikuone. Nakwambia hivi, nitarudi tena. Wenda. Yaani vitu lazima tugawane. Upo? Unasemaje wewe? Naenda ila mchukuzi. Utafanya nini? Naenda nitarudi. Labda sio mimi. Fishi kwanza. Urudi wewe. Mwangalie mfupi kama majani ya kunde. Baba. Nisikuone hapa. Vipi ndugu wangu na mabegi? Yaani wewe acha tusuga yangu. Subiri kwanza nikuonyeshe. Nakwambia uko Kimbembe na talaka hii hapa. Usiniambie shoga yangu. Acha. Kisa nini yule bwana? Kwa mtu mwenyewe unakaa naye gubu, ela kijola shida. Unataka kutoka unaenda wapi? Yote ya nini ya shoga yangu? Kumbe kisa kile kijola. Yule bwana naye ana azimu yule. Nimemchoka moja kwa nimng'ang'anie yeye Yesu. Talaka yangu ndo kama hii kashanipa na hivi ninavyokuambia nimekuja hapa shoga yangu. Nitulize kwanza akili yangu. Nikimaliza hapo, nishamwambia kwa naenda huko nikirudi tugawane vitu. Mgawane? Hivyo na azimu wewe. Ugawane nini? Inabidi yani hapo ukae, kwani yeye aende kazini yule? Anaenda kazini. Sasa tunaenda tunachukua gari pale barabarani shoga yangu na kusindikiza mpaka pale. Tunachukua vitu. Hatumwachi hata ile boxer. Mambo si hayo. Sasa je, shoga yangu karibu. Karibu shoga yangu, sasa hivi ni mwendo wa kudanga. Karibu shoga yangu. Yaani wewe acha. Asante. Bora nimeepuka. Yaani yaani huyu anajidai kaondoka kwa sababu alijua nitakuja kuchukua vitu. Mimi huyu anijui. Yaani yeye akipita kushoto mimi napita kulia. Ananichezea mimi mtoto wa kijini. Alafu mimi sasa mtoto wa kizalamu. Nitamuonyesha show huyu mimi. Wewe siji mkimango changu kipige ngumi. Yaani mwanaume huyu mimi naona anijui vizuri. Nitamchefua. Kwa vitu vyani nikija na vibeba beba, yeye mwenyewe pia yaani nguo boxer kila kitu anabeba mpaka ndala vile vile. Na mwacha kutupu. Wewe subiri. Damo nyuma. Damo nyuma. Nakuomba. Vipi tena? Vipi tena kulikoni kwema? Hivi wakati nimeondoka kuna nani alikuja hapa? Aliingia ndani kwangu yani. Sasa unachocheka nini? Mimi nimepata matatizo wewe unanicheka. Hebu niambie nini basi kimetokea, sio unanicheka.
Nimerudi hapa, nafika hapa naona mlango uko wazi, ndo nashangaa naingia ndani hamna hata kitu kimoja. Yaani sio ni mwizi, sio ni nani amechukua kila kitu ndani, yaani kweupe. Hivi ina maana hujui au ndio ushakuna tu kutaka kupima na imani? Sasa ningekuwa najua ningekuuliza. Sielewi chochote, niambie ni nani aliyekuja, kama ni mwizi au ni nani niambie nijue. Hamna kitu ndani. Bwana wewe, ni kile kimke chako kile kidemu chako kimekuja hapa na shoga yake na kitoi. Wamebeba kila kitu ndani, wametoa kila kitu wamebeba hao. Wameenda. Mimi nikajua yenyewe tayari mmeelewana huko. Aje abebe. Huyu atakuwa ni Asia. Hivi kwa nini nyinyi wanawake mnatufanyia hivi jamani, mpewe nini? Juzi tumetoka kugombana hapa, nimeachana naye kwa wema, asirudi, amerudi, angalia amekuja. Na yote kwa sababu nilisahau tu funguo moja, sikumnyang'anya maskini. Amechukua hamna kitu ndani, hamna kitu, amechukua kila kitu, naanza tena moja. Ila mimi nasema, si mnataka mfanyiwe jambo ili mtupeleke sisi sehemu mbaya. Na siku zote tunaonekana sisi wanaume tuna shida kwa sababu nyinyi hamtumia akili. Angalia sasa, amechukua kila kitu ndani. Ina maana nianze upya. Pesa ninazotafuta zilikuwa zina mipango mingine. Sawa, acha tu, mimi najua nitafanya nini. Jamani wanaume, mwangage na makabila ya kuoa. Watu tumechagua makabila, mechagua huko ndo haya yote sasa, na bado dunia yake. Asia, unazunguka tu humo ndani. Hebu anafanyaga tuondoke. Mpaka tushuhudia nyewe tutemeshaisha. Safari ya wapi? Mimi naenda kwenye shughuli mume wangu. Sasa mke wangu unaenda kwenye shughuli. Hizo taarifa ulimpa nani? Yaani kwenda kwenye shughuli tu mpaka nikupe taarifa? Afu mwanamke, hebu nisikilize. Mimi ni mumeo tena halali wa ndoa. Sasa kama utakuwa tu unapata safari unajitokea wewe kama wewe tu, utakuwa unaniferisha. Kwa hiyo chakula ananiandalia nani sasa? Asa kiugali tu mtoto wa kiume kinakushinda kupika. Tena unganyewa asembe. Hata usipochemka ukisonga gani utakuwa umeiva. Alafu unajua kwa umenikomoa kwa sababu hujanipa hela kijola. Hujanikomoa kwa mimi ndo nako shule. Nikirudi tutaongea shoga yangu. Sasa hivi mambo yashaanza kudamshi. Baadaye tutaonana. Bye. Ama kweli nimeakanyaga mwaka huu. Yaani nilijua nimeenda kuoa mke, kumbe nimeenda kuoa kijana mke. Ni shughuli gani ambazo za kunirudia mimi saa 8 usiku nyumbani kwangu? Kondo umeamka kwa ajili ya kuniuliza swali hilo? Nakuuliza kwa mara ya pili tena. Ni shughuli gani mnazofanya huko mpaka nafikia hatua unarudi ndani kwangu saa 8 za usiku? Naomba jibu, sitaki na wewe uniulize swali. Sasa mimi ndo nina makosa ama shughuli ndo imechelewa kuisha? Maje, mimi naongea wewe unaongea wewe kama unanipiga, si ndio? Unanipiga? Unanifanya mimi ng'ombe, si ndio? Na nitakukomesha. Umenilosha?
Shemeji. Vipi mwana? Sawa. Kitendo alichonifanyia dada yako Asia, kiukweli sijakipenda kabisa. Hivi unavyoniona, nimetoka nyumbani kwenu, lakini bahati mbaya sikumkuta. Nimemkuta dada yenu ule mkubwa anafagia fagia. Yaani mwamu, huwezi kuamini, Asia juzi tumekorofishana ndani, ikafikia hatua paka kaa anadai talaka. Nikaona kwa vile anadai talaka na ni kiburi, nikaenda naye mpaka kwa mjumbe ili kuandikishana pale, ili mjumbe naye awe na ushahidi kwamba mimi nilimpa talaka. Tumefika kwa mjumbe, bado akawa ana tempa ya juu, anaongea vitu visivyoeleweka. Huwezi amini, mjumbe alitufukuza. Hakuelewa kabisa nini tulichokuwa tunazungumza. Mjumbe akatufukuza, nimetoka naye pale, nimefika naye nyumbani, analalamika makelele, majirani wamejaa. Mwisho siku achukua mabegi yake, kaondoka. Juzi. Ndio hivyo ninavyokuambia, ameondoka na mabegi yake. Lakini cha kushangaza, jana nimerudi kazini, nimefika nyumbani kwangu, nimekuta mlango uko wazi, kitu ambacho kimenistua sana. Kwa nini nimefunga mlango alafu mlango nikute wazi? Nasogea nikamove kwenda kufungua mlango, nakuta hakuna kitu chochote. Yaani chumba ni cheupe kama uwanja wa mpira. Tafsiri yake ni kwamba amekuja na shoga yake sijui nani, wakachukua kila kitu ndani wakaondoka navyo. Paka ninavyokuambia hivi, sijui yuko wapi huyo Asia paka hivi sasa. Mjumbe. Naona ulikuwa unatoka. Bwana, nilikuwa naelekea ofisini hapo. Kuna kikao kidogo cha mambo. Unajua tena mtaa pale kuna ile mfereji ule unaita shida sana. Kwa sababu nilikuwa kuna mjadala kidogo. Sasa sijajua ndo yale ama kuna mengine. Nafikiri mjumbe unakumbuka ile tukio nililokuja na mke wangu juzi kati hapa. Na ndio maana nikataka kuuliza, mkeo yupo nyuma anakuja hayo au kuna matatizo mengine? Hapana mjumbe, mke wangu tulivyotoka hapa nilifanikiwa kwenda kumalizana naye kwa taraka. Lakini sasa kwa ulimwacha hivi siku ile. Swadakta kabisa. Nilimwacha, nilimwandikia taraka, nikamwacha. Lakini kuna kitu tena amenifanyia mjumbe, yani kimeniuma sana. Tumeshaachana na nikamwambia usirudi hapa nyumbani kwangu. Lakini imefikia kipindi mimi sipo, niko kazini, amerudi, amenisafisha kila kitu ndani mjumbe. Chumba ukiingia cheupe utasema uwanja wa mpira. Huyu mke uliokuja naye hapa. Mjumbe, huyu machachari mchecheto ulomuona hapa. Pole sana. Kwanza mimi nikwambie kitu kimoja. Wakati unakuja naye hapa, jinsi alivyokuwa ile pepe, nikajua mke hamna. Mke mkorofi. Mke usio muelewa. Kwanza mimi sikufichi kwa kuheshimu. Mimi nitaka nimzabue vibawa. Kuna neno yake aliongea, mnapendeleana. Hivi anaweza kunitolea ningemtandika, nimemkuheshimu wewe. Sasa yule mke ana matatizo na ndo sishangaa hicho alichokifanya. Sasa hapo mzee mwenzangu, labda mimi nikuulize. Wakati amechukua hivi vitu, taarifa kwao umeshatoa? Kweli nilikuwa sijawahi kwenda, wewe ndo mtu wa kwanza, kwa sababu kwanza nifike kwako mjumbe, nipate busara zako ukiwa kama mjumbe. Alafu zeni ndo nichukue hatua nyingine. Sasa mimi hapo labda nikwambie kitu kimoja. Mimi na wenzangu utasaidia upate barua uende hata polisi ukatoe taarifa, ikibidi ujue haki yako unaipata vipi. Lakini kabla ya yote nilikuwa nakushauri pia, nenda kama kwa mama zake, ndugu zake, ukatoe taarifa wajue ili swala ujue unasaidiwa vipi. Lasha kama wewe mwanaume mumewe yapo umemwacha, basi msamee tu, ndo chukulia ndo hasara hiyo ishatokea. Nashukuru mjumbe, umenishauri kitu ambacho ni kizuri kwangu. Mimi nakuahidi ninapotoka hapa nitaenda kwa wazazi wake. Nashukuru sana. Haya bwana. Asante. Maisha mengine haya. Nao wanawake amwangalii, wanawake wenu wana matatizo. Wengine wanawake washasusu wana mama zao na baba zao, wenyewe mnagewa tena mnasukumizwa mamizigo, matokeo ndo kama Uko kwema kusema. Asia yupo ndani? Shemeji yangu. Hilo ni swala la kuniuliza kweli. Sasa mke wako na yupo nyumbani kwako?
Labda nivishe nikwambie kitu. Asia, juzi tumegombana sana, tena sana, tukafikia hatua mpaka kupelekana kwa mjumbe ili kwenda kupeana talaka. Tulifika kwa mjumbe, amekuwa na sauti juu sana mpaka mjumbe wezi amini ametufukuza. Nirudi nyumbani, nimemwandikia talaka nyumbani. Baada ya kumwandikia talaka akaondoka, achukua mabegi yake akaondoka, akaja huku. Sijajua alelekea wapi. Lakini kilichonishangaza, mimi nimeenda kazini kesho yake, nimerudi pale mchana, nafungua ndani chumba cheupe. Yaani kwa maana amechukua kila kitu ndani kilichokuwa ndani na ameondoka nacho. Sasa shemeji, kwa hicho alichonifanyia mdogo wako Asia ni kitu kibaya sana. Nilijua kabisa lazima atakuwa amerudi hapa nyumbani. Sasa wewe tena nakuuliza Asia uko wapi? Huna jibu la kunipa, unanichanganya shemeji. Hebu niambie kama yuko ndani, niambie tu tuyamalize shemeji. Yaani shemeji yangu, nadhani kuna jambo moja tu ulijui kuhusu mdogo wangu Asia. Sawa? Asia yani tabia ulizoziona wewe kwako huko nyumbani kwako. Yaani ndio tabia hizo alizokuwa tunaishi naye hapa mdogo wetu. Lakini mimi nilishukuru Mungu hiyo posa ilivyokuja ya uchumba, nikasema afadhali. Huenda mtu anaweza akawa maisha haya anaishi anatuhangaisha sisi. Huenda akifika kwa mumewe atatulia. Lakini sasa shemeji yangu leo unaniletea yani ni swali gumu. Cha kwanza kitendo cha kusema kwamba eti kabeba vitu. Mara amepeana talaka. Yote hamna hata mtu mmoja anayejua. Mimi mwenyewe dada yake yani unanisitua sijui chochote shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji, mlikuwa mnajua kabisa kwamba ndugu yenu hajatulia mkamua kuniozesha mimi. Sawa, hilo sijali. Kinachoniuma zaidi vitu vyangu. Kwa nini amechukua vitu vyangu? Mimi naanza ina maana nirudi tena kuanza upya maisha. Pesa ninayopata nataka nifanye mambo mengine, akisema kurudi tena pale kununua vitu. Kanifanyia kitu kibaya sana shemeji yangu. Acha nikamwangalie sasa. Unajua mambo yatakaa sawa huko alipoenda, kumbe ndio kwanza. Kaenda kuyapambana nduana. Bila kufunga na kufungua hata. Tunaenda mbali. Shoga zangu, mguu wenu. Maana naona mlikuwa mnatoka shoga zangu. Shoga yangu nina shughuli. Wapi? Mkamba udugu wangu. Mkamba? Kama unavyojua. Shughuli ya nini shoga? Huko nakwambia kutakuwa na kibai koko, kutakuwa na udugu waima, kutakuwa na muziki. Fulu kujiachia. Usikose gali dadako. Si unajua tena kama kawaida. Basi shoga yangu hata usijali. Costa shoga yangu niachie mimi. Kwenye hilo Costa sasa. Nakuja na pambe zangu kama zote. Aswa? Upo. Nazikusanya kama zote. Umo kwenye gari mbona watatukoma? Kabisa. Kwa majibu ya huyu dada namuona kama Yaani hapa ndugu yangu hata usijali. Yaani kwanza Costa sio tunaenda na kijikosta. Ile Costa mpya. Yaani ukiangalia mwenyewe haina kutu. Watu wakina nani kwanza anashuka. Yaani kwanza Zawadi pambe. Yaani tena tusende kitoto. Yaani tukisuka, yaani tena sio vijola hivi unaoviona. Tukienda pale tumedamsha swasi. Kwa maelezo yako tu yaani yamenitosheleza kabisa kama unajua shughuli. Shoga yangu kuhusu sali na kuachia wewe, kuhusu usafiri kama kawaida. Hilo limeisha. Ongeeni jengine. Jamani, twendeni maana mimi sina jipya. Yaani hapo nishalimaliza. Yaani najua kwenu funga kazi. Mchele mpya huo. Shawi nazi. Umeona Mwamu? Mwamu umeona, umejionea mwenyewe ulichokiona ndani. Chumba chupe kama ground uwanja mpira. Sasa basi. Hayo yote hakuna mtu mwingine aliyofanya zaidi ya dada yako wewe. Amekuja si na shoga yake nani wamechukua kila kitu, wameenda walikoenda. Mwamu,
Mimi nimekuja paka kwenu kuoa. Sikujua tabia yake inaendaje. Kumbe mtoto ana tabia mbaya na nyinyi mmeniachia tu nimeona nimekuja naye naishi naye. Kumbe ni mtu ambaye shughuli haziishi, mara kila Jumapili mnunulie sio kijola hiki kijola hichi. Dada yako ananichukulia labda mimi biligeti, mimi sio biligeti. Mimi dada yako alikuwa akosi kitu humu ndani. Nimeishi nimemvumilia sana, alikuwa na tabia mbovu zisizoeleweka, mara shughuli kila Jumapili, mara kaenda siju kwenye nini. Yaani ni vurugu mechi mtindo mmoja. Lakini kwa sababu nimemuoa, kwa sababu nilimpenda, aje kuwa mke wangu, nilivumilia kila alichokuwa anachofanya. Lakini ilifikia kipindi mimi nilichoka. Nikaamua kwa vile nimechoka basi tuachane. Humu ndani majirani humu wote kila siku wanatuongelea sisi humu. Kelele mtindo mmoja. Lakini mwisho wa siku ameamua kuja kuchukua kila kilichokuwa changu ndani na ameondoka. Na nimeambiwa amekuja na shoga yake gani sijui. Sasa basi Mwamu, kama kweli unamjua wewe shoga yake, naomba nipeleke. Bwana shemeji, kwanza nikupe pole. Kingine labda nikwambie tu. Dada yangu matatizo yake huwa hayakuanza kwako. Yaani wazazi wenyewe walivyokuja vile kuja kutoa posa kwa sababu mlishakupatana na wenyewe mkaridhiana, tukaona sio swala waja tu atoke na sisi tuepuke ule mzigo. Maana ni shida, ana matatizo. Mimi mwenyewe nisikuvija nakaa naye nyumba moja lakini tulikuwa hatuelewani. Na ni dada yangu. Hatuliko hili swala nakukuta wewe, mimi hata sishangai, mimi najua swala hili. Dada yangu mimi namjua vizuri. Isipokuwa sasa sema nini? Huyo shoga yake alikuja kuchukua naye vitu. Mimi ninamfahamu. Kwa cha kufanya tutoke mimi na wewe nikupeleke mpaka alikopeleka hivyo vitu. Umeona nyumba hii? Kuna vyumba vinaangalia pande huko hivi. Chumba cha kwanza, cha pili. Ndio best yake na nadhani pia utaweza kuwakuta hapo ila mimi sifiki huko. Okay. Mimi nimekuletea kama mwanaume mwenzangu uende kamalize. Hilo usilete fujo. Basi poa Mwamu. Mimi nakuahidi sitokuangusha, ni mimi nitatimba hadi hapo. Leo nitakwambia tutajulishana au vipi? Poa poa. Mimi niko mtaani utanikuta. Haina noma, wewe mwanaume mwenzangu. Alafu unajua mimi nilichofanywa sicho. Basi baridi. Asia nimemkuta. Asia? Asia ndo nani? Wewe mwanamke, hebu kuwa na kiti mama. Nimekuuliza Asia nimemkuta. Nini usichoelewa hapa? Asia ndo nani? Unajifanya wewe uko timamu Okay, labda nikwambie kitu. Kwa taarifa yako, mimi naelewa 1, 2 mpaka 3 kuwa wewe ndio ulimchukua mke wangu Asia ukamshawishi upumbavu, akaja nyumbani kwangu mkachukua vitu vyote ndani na mmepaacha chumba kama uwanja wa mpira. Nafahamu na najua. So, nimekuja hapa namtaka mke wangu Asia. Ndio maana nikakuuliza wewe uliompokea huko ndani. Unanielewa? Sasa sio nakuuliza swali na wewe unaniuliza swali. I need answer. Nataka jibu. Asia nimemkuta, full stop. Sasa hapo mimi nawe nani hana akili? Unakuja kumuulizia Asia hapa ndo kwake? Labda tu nikwambie kitu dada. Mimi ni mtu mbaya sana. Naweza nikakufanyia jambo moja hapa, majirani zako wote wakakushangaa. Please, nakuomba na nakwambia, najua wewe ndio ulompokea Asia. Najua wewe ndio ulosababisha mambo yote yaliyotokea nyumbani kwangu. Na hasira na naumia, nimetoa pesa, nimejaza vitu ndani, sijaokota vile vitu. Naanza vipi maisha? Kwa taarifa yako, mwambie Asia nimepajua anapoishi na najua wewe ndio ulompokea. Mimi ni mtu mbaya sana. Nitakufanyeni kitu ambacho mtosahau ndani ya maisha yenu. Full stop. Ningekuwa nakuona mwanaume wa maana sana. Yaani ungeweza kumtafuta wewe mkeo, alafu tena ndio ungerudi kwangu. Upo. Mimi mwenyewe chawa tu nimeambiwa nikatafute gari, nimeenda kutafuta gari, nimesomba vyombo, lakini hata alipohamia sipajui. Upo. Leo kesho nitarudi tena. Ila angalieni sana mmeatimba hapa. Utakuja kuitoa mwizi bure majumbani kwa watu. Muone kwanza. Ungekuwa mwanaume mama naye ungekuwa unajua kuhudumia. Kijana tu kinakushinda. Kazi kumfuja tu mtoto wa watu. La, wanaume wengine bwana. Kualidiana siku tu. Niambie. Safi kama hivyo kupanga rafiki yako. Hela unayo? Mimi sitaki mambo mengi, mimi uhakika. Na unafahamu mimi mkindaki ndaki kama mimi mtu design gani.
Unajua mimi mwenyewe maneno mengi kwa spend. Ila hela mbele mzigo. Hapa uhakika kuhusu hela usijali. Lakini sema nini unajua? Unaweza kuangana sana na baba Ifu unaongea sana ni one time. Unajua? Sio kuongea. Yaani wewe mwenyewe tu alonitolea mali kanishindwa. Wewe ndio utaniweza. Sikiliza sasa tusipoteze muda sawa. Sema katika mazingira unaongea kuhusu mazingira ya hela. Mimi bado hakika muda wote kwamba kwenye ninapoongea naye kwamba mimi nipo kila kitu niko full yani. Hilo ndo la msingi. Shoga. Hamjamaliza tu. Yaani mwenzio ndo najitahidi nimchune mtu mwenyewe mgumu huyo. Ndio jitahidi. Sasa sikia. Kile kijipu chako kule uchungu kishaiva kinahitaji kutumbuliwa. Nataka kuniambia yule? Ndio huyo awene. Shoga yangu alitaka kunijazia nzi. Oh, sijui Asia, umemleta wewe sijui kuja kuchukua vyombo, sijui na nini, maneno kibao. Nimemtimua. Sasa wewe yule niachie. Sijui umenielewa? Kwa hiyo tuongee mambo mengine. Kama unavyonijua. Kama unavyonijua shoga yangu sinaga shombovu. Kwa hiyo sasa mimi naondoka zangu. Sijapika kitu chochote kule na njaa ndo kama hivyo inavyoniuma. Sasa sikia. Jidangishe hapo. Uje na mboga kule naenda kusonga ugali. Ila hata usijali. Vile nitachukua vichwa nini miguu vichwa na kidogo budambu hivyo. Haya basi sawa. Haya baadaye. Sio nasikia huko. Poa, sema nini mazingira kama ndio hivyo mshakubaliana. Basi poa hiyo sina kutaka hiyo. Sawa. Pango mzima tunaenda kupiga vitu. Nipa langu nini? Poa Rozi. Kwanza usiange kuongea kwangu. Tuangalie biashara tunayotaka kufanya. Datina. Wewe Datina. Bolo umekuja. Maana ungewahi kidogo tungekutana na mumeo hapa. Mume wa aina gani? Mume gani huyo? Hivi Asia mdogo wangu nisikilize. Wewe yani uko kwa mumeo. Mimi hapa dadako najua angalau umeolewa umeenda kutulia kwenye ndoa yako. Kumbe upo ushaya bananga, umepewa talaka, mpaka kwa mjumbe mmepelekana. Halafu unaenda unaachwa. Huji nyumbani kusema kwamba nimeachwa. Dada sikiza nikwambie. Sikiliza. Halafu isitoshe unatoka hapo unaenda ule mwanaume watu unamsombea vyombo vyote unapeleka kwa marafiki zako. Umewaamini nini hao marafiki zako? Yeye mbona zake hazisemi? Hii inahusiana na nini kwanza? Alafu nikwambie dada, hapa ni mjini. Na mimi kwanza ni mtoto wa mjini, unanionaje? Nataka kupendeza, nataka nifanye kila kitu. Mimi sio mtoto wa kijijini, sijatoka leo mimi kijijini. Alafu tengine, mimi kuchukua vile vitu mimi ni haki yangu. Asia. Chef kwanza. Na nimeshaniharibia siku. Akija akwambie shida zake yeye, sio shida zangu. Kwa hiyo, msinichafulie siku. Sikiliza mdogo wangu, nisikilize Asia. Mimi dadako nakuharibia siku, si ndio? Tatizo sio kwamba wewe eti ulichokifanya sawa ni maamuzi yako. Mimi kuchukua vile vyombo ni haki yangu. Haki yako kwa nini usivilete hapa nyumbani Asia? Kwa nini uvipeleke kwa mashoga zako? Kwani lazima dada kuvileta? Hayo ni maisha yangu. Hayakuhusu wewe wala yeye, sawa? Asia wewe. Shoga yangu tunafanyaje? Shughuli ndo kama hiyo iko mezani. Mambo ndo kama ameshakuwa moto. Mimi mwenyewe hapa nimevurugwa. Unajua nimevurugwa. Siku hizi madanga yenyewe yana taila. Baada ya hao ndio kutuonga sisi. Sisi ndo tuwaonge wao. Hapo mimi nimepata wazo. Vile vitu vile vya yule la Nasumaku yule. Vyote tukaviuza ili tupate kwenda kwenye hiyo shughuli. Tufanye mambo tena, si unajua? Wewe Asia wewe. Sikujua shogangu kama genius kiasi hicho. Mimi tena kitu cha mtume nikosea akili. Uliona wapi ndugu yangu? Shogangu nikiwa na shoga kama wewe, wakifika hao sizaliliki mjini mimi. Shogangu sasa sisi ndo watoto wa mjini. Hao watoto wa Mkamba huko wajipange. Tena wajipange kisasa. Sasa shoga yangu, na yule bwana akija kutaka vitu vyake. Mimi bwana mimi ananiweza. Kwanza mziki wangu anaujua vizuri mimi Huu mziki wangu mimi mpaka machizi wanacheza kwanza nikwambie. Hilo hata lisikusumbue. Ushakuwa mwalimu kiasi hicho mpaka unaniambia hivyo. Sasa sikiza nikwambie.
Hivyo vitu mimi ndo nakuaminia wewe. Wewe ndo dalali wa kike wa kimataifa. Tuviuze tu tusichelewe. Shogangu wewe unaniaminia? Mimi ndo dalali. Na wajua madalali wale wanaochukua mali mbovu shogangu. Twende tukawawai kabla hawajanunua vitu. Mimi nakuaminia wewe. Wewe dalali wa kimataifa. Nakosaje vitu kuuza bwana tena? Dalali wa kike wa kimataifa. Dalali we. Habari kaka. Mambo. Poa, vipi? Karibuni. Safi. Sisi ndio hapa tumekuja. Tuna shida. Shida gani tena mama? Hiyo ya kazi yako. Iwe shida gani? Leta habari. Kuna nini na nini? Sisi tuna yani vitu vipo vingi. Ni full furniture. Kuna kitanda, kuna kabati, kuna sofa la kukalia watu wawili na kifriji kidogo dogo. Maana ni vitu vyangu nilivyogombana na mume wangu nikaona tu nivichukue. Yaani hata havijachakaa sana. Sawa. Ni vipi kidogo. Sawa. Kwani itakuwa kama bei gani? Kwa sababu vitu vyenyewe vile havijachoka afu nikuuzie vyote kwenye 600,000. Yaani mama ulivyoongea tu kwanza maini, pirigisi, utumbo vimejigusagusa kwanza. Yaani unataka kunitoa nini mama? Hebu punguzeni bei bwana, acheni masiara. Unajua 600,000 parefu. Parefu kweli kweli yani. Alafu kizingatia sasa hivi ni amjui tu. Lakini hata havijachakaa sana. Sasa sikilizeni. Nadhani mnajingatangata. Mimi nitawapeni 300,000 hivyo hivi. Kuna 600,000 hadi 300,000. Vitu vyenyewe ninavyokuambia yani havijachakaa. Kwa hiyo ongeza hata kidogo basi. Ongeza hata 50,000 kidogo afadhali. Kidogo. Mama. Hivi unaona jua lote hili unaliona sasa hivi unadhani mchezo? Yaani tena ukiniangalia mimi unaona milango miwili na dirisha moja hivi nimevinunua kwa shilingi 5,000 vyote jana usiku hapa ndo nilikuwa na mpango hapa yaani nimetokea tu kama bahati nzuri mmenikuta. Kabisa. Yaani tuongeze tu hata hiyo 50,000. Tukupe vyote tu kakangu. Sasa cha msingi mimi nitawapeni hiyo 300,000 bwana. 50,000 kitu gani bwana, sameheni. Hapana, yani ninavyokuambia hiyo 3,500 ni kidogo hapa ni kidogo. Sasa kwa kuwa hali ni ngumu mimi sawa nitaongezeni hiyo 50,000. Ila kwa kuwa sasa hivi naelekea ofisini kule. Nataka nipeleke hata mlango mmoja hivi nikafanya biashara. Sababu ile mikasoro kidogo ili niweze kujazia. Sawa, hamna shida. Ila jioni. Na ikija letu ije kamili. So nyingine baadaye. Na letu ije kamili. Si unanielewa sana au? Kwa basi msiwaze. Ukisema tendini, weza kuna waza tukipata lindo, kipata nafasi unetumia. Siniona kuna, ukaniweka kiporo, nimepata sina choyo, sasa nimekuwa mcharo. Sina wewe, ulokasifu mwanangu na bambia, ukanipa vidanda, vinapona makova mebakia. Nikaona haitoshi, petue jina lako mimi nikakuchora. Kata yako ya kesi basule nidima. Unasi unakanda kukweza mesa gema. Ila wewe una rangi. Lazima unishike mwanangu. Basi nikwambie, yani mimi naweka Kalewa sana anasumbua. mimi sijaelewa. Najielewa. Umeelewa wewe?
Usingeanguka pale. Mimi sijalewa. Yaani najielewa hapo niko safi. Hata mimi nani hapa amelewa. Wewe umesha kuona bwana wangu. Yaani wewe bwana wangu mimi unijui. Hebu onyesha. Nionyeshe. Siku yaani nakata maono. Ngingi. Hivyo mbona watu wanavyocheza? Yaani nakata, kwanza wewe ukata maono kama. Mimi nikishindwa kutikisa tako, mimi nataka kushinda wewe. Nikishindwa kutikisa tako, natikisa hata ziwa tu. Mimi yangu nalishinda, yangu mimi ulishinde. Yaani nakata hivyo. Unaona? Nakata maono hizi. Nakata maono hata. Huwezi kunishinda bwana wewe. Mimi wewe unasema. Yaani mimi niko skangaga, nafu najua. Unajua wewe. Yaani watanikoma. Wewe hauishi uchizi. Wewe umeelewa sana. Ama kweli mchawi nazi. Mchawi nazi. Wewe udugu wangu. Unalala tena? Mimi niko macho wewe. Hapo una simu? Simu. Pa. Mimi ningesema umeelewa unabisha. Ngoja sasa. Au nikutajie namba? Unajua nampigia nani? Muone kwanza. Wewe vipi wewe? Hey! Mambo? Poa vipi? Bana mimi kikapu. Una marehemu wengi mpaka unanisahau. Kijumu. Kumbe sio simu yangu. Baby bwana mimi ninakwambia hapa gari lisharaka mwenzako. Mwambie atie gia wewe. Itabidi baadaye uje kuongezea mafuta hapa palipobaki. Utakuja? Yeah. Hapo ndo ninavyokupendea jamani. Ndio. Haya poa. Hii simu hii ya rafiki yangu. Kwa hiyo ukinikosa katika simu yangu unipigie humu utanipata. Haya poa baadaye baby. Wewe kijumu, lete bana shakata. Hivyo tu. Hivyo ni hata wewe. sijamaliza. Mama nywele mbaya huyo bwana mwenyewe. Akija baadaye tunaongezea mafuta palipobakia hapa. Tukirudi nyumbani tunazima. Haya bwana. Mama unifungie na hilo licho. Unifungie kitu hapa mbili. Utumbo. Sasa una mama joto. Mkame. Basi. Oya wewe. Usilete ngoma hizo, njoo hapa. Wewe vipi unanilipa hapo? Oya acha zalao, mimi naongea na wewe, uje usilete pigo kama hizo, njoo hapa. Wewe vipi ongea kistaarabu unaniita mimi unanilipa au? Vipi mwanzo wa ugomvi, njoo hapa. Shida yako. Hivyo una kiti mambo kweli. Umechukua mjinga mwenzio huko, umekuja na geto, umechukua kila kitu changu, umeondoka nacho. Una vitu wewe? Umenikabidhi? Lini ulinikabidhi? Sikiza nikwambie. Au unataka kupiga kelele ya mwizi? Rudisha mali zangu, keleza mwizi mara yake. Mwizi! Mwizi wewe. Wewe. Mwizi. Usilete mambo kama hayo ujue. Vitu, una vitu wewe. Kwenye vitu unajua. Utakuwa wewe. Yaani libugi kweli kwenda kuoa mwanamke mcharuko kama usuli libugi wapi mamangu mzazi? Da. Oya wewe, mimi nataka mali yangu ujue, mimi sijaokota vile vitu, nimenunua na wewe shahidi ukiwepo. Mimi naumia town ujue na tangalai. Yapi mimi na shahidi? Yapi? Mwizi! Jamani mwizi! Mume wako ndo unanikataa leo mbele za watu, unanitia mimi mwizi? Mwizi wewe. Saba. Jizi hilo. Haina noma. Jizi. Uone hata haya. Kwanza swali yenyewe tu kuambia kuwa na mimi wewe. Eti nimekupa vitu. Umenipa vitu au umenipa vitu saa ngapi? Wewe mwenyewe swali ulovaa kama umevaa soksi. Muone. Mama, hebu niwekee hiyo miguu sijui unaniwekea kuku. Nenda sielezi shingo. Mama, wewe unanichanganya. Niwekee mguu wa kuku hii shingo hii na huo mguu niwekee, kichwa niwekee. Yaani watu wengine bwana, yaani wanaboa.
Mwamu bwana, mimi nimekuita. Kiukweli na huzuni sana ndani ya moyo wangu. Kitendo alichonifanyia dada yako sio kizuri. Kiukweli kibinadamu tuongee Mwamu, sio tendo zuri alilonifanyia. Ndio, najua na si ulishaniambia, ama kuna kingine tena kimetokea? Mwamu, kuna kingine na ni tatizo kubwa sana. Dada yako ameamua kunifanyia vile, kuchukua vitu na kuondoka navyo. Na mimi safari zangu zote ninazohangaika nimtafute yeye ili anambie vile vitu viko wapi, kwa sababu ni vitu vya thamani. Sasa basi, katika uhangaikaji wangu wote nimemkuta hapa mtaa wa 3 hapa, nyumba fulani wanauzauza miguu ya kuku nini. Nimemfika paka pale, namuuliza, nimemuita pembeni, bwana vipi, mali zangu ziko wapi, mbona umenifanyia hivi? Anaanza kuwa na tempa ya juu, ananiongelea mimi Kiswahili kisichoeleweka, ananambia mimi anijue. Mimi Charokani niliyemuoa kwa fedha zangu anijui leo. Kibaya zaidi anaamua kunipigia kelele ya wizi mimi. Kama kungekuwa kuna watu wanijui pale Mwamu, mimi ningelesha kufa. Anakupigia kelele za mwizi wewe? Mwamu, siwezi kukuongopea. Amenitia kelele za wizi. Kama watu wangekuwa wanifahamu, si washaniua sasa hivi. Sasa nikwambie bwana Shemeji, mimi nilishalijua ile, ndio maana nilikupa pole kabla ya. Sababu dadangu mimi namjua. Yaani mimi mwenyewe unavyoona mimi naishi naye, nilikuwa naishi naye nyumba moja, lakini tulikuwa tuelewani. Sasa wewe ambaye mmegombana ugomvi kama huu, mje muelewane. Hilo bwana Shemeji mimi nilishajua, na ndio maana mimi nilishangaa sana vile namtafuta, kwa sababu dadangu yule mimi namjua. Sasa basi, mimi nimekuelewa. Dada yenu nyinyi mnamfahamu vizuri na mlikuwa mnajua udhaifu wake na vurugu zake. Ila mimi kwa sababu nilimpenda, sikutaka kujua chochote upande wenu nyinyi, niliamua nije nitoe mahali na nimuoe. Lakini alaiti kama ningejua nisingefanya kitu. Yaani Mwamu, nilikaribisha mzinga anyuki ndani kwangu. Acha unishambulie. Lakini mimi sikufichi Mwamu. Kwa vile ameamua kunitia mwizi mimi, kelele za mwizi, mimi ambaye nilikuwa mume wake halali wa ndoa, ameamua kutaka kuniua. Mimi nimesamehe. Sitomfuata tena, sitodai kitu chochote. Hivyo vitu kama amechukua, sawa, mwache achukue, ondoke navyo. Mali inatafutwa, pesa inatafutwa. Nitatafuta pesa na nitanunua vitu vyangu, nitaanza upya. Kwanza upya si ujinga. Mimi nimekuitia kwa ajili ya hilo tu Mwamu. Kaeni mkijua, kama utakana ndugu zako nani utawaambia, lakini mimi nimeshasamehe. Na sio mke wangu tena, naanza tena moja Mwamu. Sijui umenielewa. Ni hayo tu Mwamu. Mimi nikutakia safari njema na kwenda. Pole sana bwana. Haina noma, mimi mwanaume Mwamu. Tamaliza mimi nitavoliwa. Halo? Ngoja kidogo, ngoja nakupigia. Aya, poa. Mwanangu. Pata ule kikapu ule. Kikapu shemeji yetu. Huyo. Unajua kuna siku alinitafuta wewe namba 1 hivi ngeni, umeona? Sasa nikasijamsoma ya kwaje. Ila kanambia ana rafiki yake yupo naye pale, mashosti zake. Sasa kanambia nikimkosa yeye kwa namba yake, umeona? Nimcheki hata kwa namba hii hapa nini? Fresh. Sasa mimi nimecheki sasa hivi hapa. Kwa sauti kinanda isera. Sikiza ngombe kitu kimoja, sawa? Mwenye shoga yake namfahamu, mpaka mwenye shemeji yangu mimi namfahamu. Mwenye ndo wale. Alafu wenyewe wale wasumbui, wenyewe wepesi tu. Mapema tu unamaliza, unasababisha. Au vipi? Yangu ni mjaze. Hebu mcheki mwanangu. Ya 18 tu. Duksi waya. Wewe subiri, mcheki. Yes. Mambo vipi? Samahani kidogo, unajua nilikuwa sehemu ambayo sio nzuri, kelele hivi kidogo. Kwa nibane sehemu hivi tusonge vizuri. Sawa, haina shida. Acha. Wala usimpe simu. Nitamcheki yeye mwenyewe baadaye, sawa? Sasa nilikuwa nafikiria kama tungeonana hivi na mazungumzo kidogo na wewe. Sijali, ni wewe, achana naye kikapu wewe mwaje. Yaani mimi nataka nizungumze na wewe kidogo, umeona? Baadaye kidogo hivi, yani haraka. Si uko free sasa jitahidi basi wewe uje pale mtaa ule wa kwa Mzee Sele pale kwenye lile tawi pale ile la kijani. Napajua hapo hamna shida, wewe chukua tuku mapema tu, yani mimi nikija huku namlipa ni faster namlipani. Usijali, nitafika hapo chapo. Fanya basi hivyo. Safi. Jioni
Sawa. Haya. Poa poa. Poa. Oya, samaki ndege tu nini? Mapema. Mapema kabisa. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Sababu wewe mwenyewe unapomuona shemeji yangu rafiki yake, kwa pesa kama maji ya mchele mapema sasa dicho na nini. Yana mademu malaya vibaya mno. Sasa yani Asa unashindaje basi kugambana ukamalizia? Oya, kama Drogba mzee. Mapema tuna scroll out. Hata kisigini. Mapema sana. Wewe mimi nikapokea. Ukisema tendini, weza kwa naoza tukipata lindo, kipata nafasi unetumia. Sigeni ona kuno, ukaliweka kiboro, nimepata sena shoyo, sasa nimekuwa mcharo. Sina uwewe, uloka sifunguna nangu na bambia, ukanipa vidanda, vinapona makova mebakia. Nikaona haitoshi, petue jina na kumi nikakuchora. Kata yako ya kesi basule nidima, mnasi unalanda kukweza mesa gema. Ulinona mewa nenewe juti tena, kisa watana lesu maswaka sina. Sina wewe, uloka sifunguna langu na bandia, ukanipa vidonda, vinapona makova mebakia. Nikaona haitoshi, petue jina lako nikakuchora. Moyo wangu sio chuma nauma, niliapa kutopenda tena suma. Aliniweka rojo, nikachora na tatu, leo imekula kwangu. Yo, aliniweka rojo, nikachora na tatu, leo imekula kwangu. Yo, ulifanya nyenyekevu kama kuku aliyomwandanga, maumivu yako ya mapenzi yaliungenipa kibondo. Ulifanya nyenyekevu kama kuku aliyomwandanga, maumivu yako ya mapenzi yaliungenipa kibondo. Shoga yangu, wala mwisho saa moja amko, shoga yangu amka. Bwana leo nimekuja na kitu cha baridi. Nisije kikapoa. Una matatizo wewe. Wewe tena. Sogea huku shoga yangu, sogea. Sogea chini, nisije kasahau bwana leo. Nipe maana vidonda vinani. Vidonda vyetu vinanichafia. Nipe. Kwanza shoga yako yupo ndani? Hayupo. Kaondoka tangia jana usiku. Tangia jana. Shoga yangu kama alivyokuwa kakuaga umechelewa. Upo? Nimepita pale kwa baba Ahmed yule dada mwenye mitako. Yuko na midanga au nini? Wala angekuwa na midanga shoga yangu ungesema kwamba anakuja kukusaidia kodi ya nyumba shoga yangu upo. Lakini ana bwana wako. Wewe Ziada mtulia kwanza. Bwanangu nani? Yule mbavu hivi. Upo Doxy. Usinichanganye. Kumbe yule anijui yule mwizi wa fadhila. Mungu wangu. Udugu wangu, wewe nenda. Mimi nitamalizana naye. Namfuata huko. Si yupo kwa Doxy? Namfuata huko. Ile timbu ile langu. Nitakwenda kuanzisha huko. Nakwambia leo naua. Shoga yangu. Ngoja nipe pia. Shoga. Ngoja mimi nitakulia. Anajifanya kichaa. Wakati mjini hapa tumemleta mwenyewe. Nimemleta mwenyewe. Sasa saizi hapa ni habari hapa saizi. Na ampata huko. Yaani huyu mwanamke huyu anijui. Nyoko nini?
Naomba nitolewe mara yako kwa ndani. Subiri kwanza. Subiri tuzungumze vizuri. Uzungumze na nani? Mimi nilikuwa najiandaa na kuja zangu. Unajiandaa unakuja wapi? Unakuja wapi? Naomba nitolewe mara ya ndani. Sasa hizo fujo zote za nini? Imba. Shida nini umetiwa pilipili wewe mwanamke? Kumbe unijui wewe mwanaume? Unijui? Fungua mlango. Piga kwa majirani bwana. Wewe majirani, tena nitakujazia nzi hapa kesho utakuwa. Nipishie hivi. Yaani kupewa namba siku moja tu. Shoga, wewe shoga wewe. Wewe shoga ukidaka wewe. Mwangalie kwanza uso ulivyomshuka. Yaani umeachana na mume wako kule. Yule mwenye uso kama vile kadonda kwa milima. Unakuja kumfuata nsambwe wangu. Umepakana na hili jicho. Au nini? Nakuuliza hili. Mnielewe? Ipo ani ni malaya wewe. Mjinga ni. Kwa nini unapenda kukombana watu? Ulikuwa unakimbia nini? Nimekupokea vizuri. Sasa unakuja unanichukulia mimi bwanangu. Umeona nimekufundisha mwenyewe tena unakuja kunichukulia bwanangu. Yaani umevaa kanga yangu ulivyokuwa mpumbavu, mwanamke mjinga wewe. Yaani umeacha ndoa yako, mwanamke unakosa haya, unakuja kukutembea na mabwana za watu. Hivi una akili timamu wewe? Una akili timamu? Na nitakuua. Nisikize sasa nikwambie. Zile hela tulizonywea pombe kule ndio zile zile ulizombulia. Au pati tena hela nyingine. Na kwanza leo unifute katika listi ya mashoga zako. Nikikuona unakuja pale kwangu. Na ndo siku hiyo tutakumbia umelala hiyo. Asia. Kwa Asia gani usiende dobi katakata wewe? Chalo, naomba unisamehe mume wangu. Najua nimekukosea. Tafadhali naomba unisamehe. Nisikilize Asia, tena nisikilize kwa makini. Hivi, ulikuwa unakosa nini hapa nyumbani kwangu? Kuna kitu ambacho ulikuwa upati? Lakini stili bado ukawa huko juu na tempa ya juu. Ilifikia kipindi mpaka ndani mimi mwanaume nikawa sithaminiki. Kutokana na kiburi chako ulichopata huko nje kwa hao marafiki zako au wenzio mafisi. Ukawa ukija nyumbani kwangu unakuwa unajifanya unataka kunitawala mimi. Nikikumbuka jinsi ilivyokukuta mtaani, umekondeana, umekuja hapa umenawili nyumbani kwangu lakini bado stili ulikuwa unaletea dharau. Unaona aliyokukuta? Ulinilazimisha mimi nikupe taraka. Ukanipeleka paka kwa mjumbe. Ukuwa na heshima mpaka mjumbe ukamletea tempa ya juu tukafukuzwa, lakini nilikuandikia taraka kutokana na ushawishi ulionipa. Ukaja ukachukua kila kilichokuwa ndani kwa kufata matakwa ya marafiki zako pasipo kujua kwamba mimi nilikuwa mumeo halali wa ndoa. Yaani uliumba Asia. Inafikia kipindi paka uliamua kuniita mimi mwizi. Mimi hunijui. Tunakutana mimi na unaniambia hunijui baada ya kuchukua mali zangu ndani. Nilikupenda mke wangu na nilishawahi kukwambia kwamba hao marafiki hawana msaada wote. Angalia leo wamekubwaga kama takataka dampo. Unarudi tena kwangu, unapiga magoti na kuniomba msamaha. Mimi nilijua mke wangu asiyefunzwa na mamae, ufunzwa na ulimwengu. Wewe ndio sababu ya maisha yangu mimi kurudi nyuma. Tafadhali mimi kuishi bila wewe.
Hapana Asia, nikwambie tu kitu kilichokuwepo sasa hivi. Kuanzia leo sitaki nikuone tena nyumbani kwangu. Usinifanyie hivyo. Rudi kwa hao waliokuwa unawaona wana thamani kuliko mimi. Pumbavu wewe. Sina kingine. Niache. Na kwa taarifa yako, nikirudi nisikukute hapo. Usiniletee uchawi kwenye nyumba yangu. Ulishakuwa mke wangu, kawa sio mke wangu. Fanya mambo yako. Nisikukute narudia tena. Shwari.